wakoma kilichowamilikisha mlango wa Washami ni miguu ya kwao. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo bariki sana. Kwa utakuja kugundua kuna vitu Mungu atatumia miguu yako kuhakikisha ya kwamba unavimiliki mpaka vile vya maadui. Washami waliiba kila kitu. Taifa la Israeli, kila wanachokipanda kinachukuliwa, kila wanachokitafuta kwa jasho kinachukuliwa. Na wakati mwingine wanasema, Mungu wewe ndio ulisema tutakula kwa jasho. Si kwamba tufanye kazi, tunafanya kazi. Si kwamba tuamke asubuhi na mapema, tunaamka asubuhi na mapema. Si kwamba tunabidi. Lakini mbona vitu vinachukuliwa? Mbona vitu tunanyang'anywa? Mbona tuone matokeo? Ikafika mahali njaa imeingia katika taifa. Washami wamebeba kila kitu. Wakiwa wakoma wanne wakasema, tukikaa hapa tutakufa, na tukienda kwa Washami ni kufa ama kupona. Kule kuna nafasi mbili, kuna machaguo mawili. Ni afadhali tuende kule kwenye machaguo mawili. Akasema kama tukifa fresh, kama wakituacha hai, wakitupa msosi, itakuwa ni pona yetu. Biblia inasema walipotoka pale na wakaanza kuwaendea Washami, Mungu akageuza vishindo vya miguu ya wakoma wanne ikawa kama majeshi makubwa, ambayo Washami waliposikia wakasema, wafalme wameungana na tukimbie tuondoke hapa, maana hatutaweza kushinda. Kuna watu wako hapa, yawezekana ni mmoja, ni wawili, ni watatu, ni wanne. Kanuni ya Mungu ni ile ile. Kama aliwasikizisha Washami vishindo vya miguu ya wakoma, wakakimbia na wakoma wakaenda kula na kunywa, ndivyo itakavyokuwa na kwako katika jina la Bwana. Yeyote aliyemiliki vya kwako kupitia madhabahu za giza, Mungu ataitumia miguu yako 26 ukatawale katika jina la Yesu. Ukale na kunywa katika jina la Bwana. Ukavae vizuri katika jina la Yesu. Upate na usafiri wako. Sema amen katika jina la Bwana. Na kuombe hiyo neema itembee na wewe 26. Kila utakapoenda, waliozoea kukuibia, wewe uchukue mali zao mikononi mwao katika jina la Yesu. Waliozoea kukunyanyasa, wewe ukaenjoy mbele yako. Kwa nini? Waandaa meza machoni pa watesi wangu, na kikombe changu kinafurika.